Na wasalimu ndugu zangu ni wote pote mlipo. Leo hii nataka niwaambie kuhusu mambo ambayo yanaendelea leo Haut Plateau ya Sud Kivu. Jana Dimanche kuna ndege ya Rwanda ambayo ilikuwa inatokea Goma. Ilikuwa imekuja kupeleka wa blesse wa Twirwaneho pale Minembwe kuwapeleka. Halafu pia ilikuwa inataka kupeleka yule burgomestre wa Minembwe ambayo ni anaitwa Gadi Mukiza, ambaye pia alikuwa ameteuliwa kuwa vice gouverneur wa Bukavu na wale wa M23. So walikuwa wamekuja kumchukua ili aweze kwenda kufanya kazi yake huko walikomweka. Sasa hiyo ndege kuja kufika pale Madegu pale Minembwe Centre, ikakosea, ikatua kwenye mlima unaitwa Kuigishigo, ikagonga mti, libawa moja la hiyo ndege likatoweka. Hakuna aliyejeruhiwa kutokana na taarifa ambazo tulizonazo, wote wakatoka wakiwa hai waliokuwa ndani. Halafu hakuna aliyeshika picha kwa sababu wanaficha kwa sababu hiyo ndege ni ya Banyarwanda. Halafu tumejua kwa sababu ya maaudio ya watu kutoka kwenye kule Minembwe wanatuma maaudio, lakini hakuna aliyeshika video au foto. Sasa wakati huo hiyo audio pia imesema kwamba wamejaribu kuficha hiyo ndege ambayo imeanguka. Wamekata miti wakaweka juu na ficha ili watu wasije wakajua hiyo ndege imetokea wapi. Lakini ndege ipo hapo. Pia palionekana leo drone angani ambayo ilikuja kuchoma hiyo ndege ambayo imeanguka. Lakini Wanyamulenge wanasema hizo ni ndege zina bombarde Minembwe, ni ndege za masunzu, ni zinatokea huko Kisangani kama gisa ile kifo ya makanika. So hizo ndege imeanguka, wakaweka miti wakaficha, alafu drone ikakuja kuchoma hiyo ndege. So hayo ndio yanayoendelea. Lakini ndugu zangu watakwambia hiyo ni ndege ya shirika zisizokuwa na non-profit organization, zisizokuwa na faida. Hizo ni ndege zilikuja kusaidia watu, sio Rwanda, ndege za Rwanda. Kwa nini sasa zinafichwa? Kwa nini wanaweka miti ya juu ya ndege kama sio ya Rwanda? Haya ndio yanaendelea ndugu zangu ambao wamepotea. Vita imeisha, Wanyarwanda wanatoa vikosi vyao Kongo. Mkongomana anaenda juu, alafu wao wanangali wanaendelea kumbusu maiti ya ndugu zao wale wanaowadanganya. So jameni Wanyamulenge, mujirekebishe jameni. Achana na Rwanda. Muda wao umepita, wazungu wameshawatapika. Wazungu waliwatumia wakaua Wakongomani, sasa hivi na sisi lazima tutumikishwe, tufanye na kazi na wazungu. Kama watatumikisha sawa. Si mbona nyinyi waliwatumikisha mpaka wakawatapika. So sasa hivi Mnyarwanda hana neno. Vikosi vyao wanaviondoa Kongo, wameshaanza kutoka Goma. Hiyo Liberia yameisha na hatutaki tena watuletee fujo. Hao Wanyamulenge wote waliohusika mwa hiyo Liberia, wote hatuwataki mwa ile gouvernement. Hakuna brassage, hakuna nini. Hatuwataki waende zao wamfuate Kagame kwenye iko. Warudi Rwanda. Hatuwataki, tumechoka na vita jamii. Tumechoka. Tunahitaji amani. Mkongomana anahitaji amani. Depuis 1996 rebellion za Watusi na Banyarwanda wote. Tumechoka. Wakongomana wanahitaji amani na tunahitaji amani sisi wote. Hatutaki tena kuwa manipulate na Watusi wa Nyarwanda. Hatutaki. Tunafanana mapua lakini interest sio moja. Kwa hiyo ndugu zetu ni wale tunaoishi pamoja. Wabembe, wa Fulero, wa Mushi, hao ndo ndugu zetu. Batusi wa Nyarwanda mapua yetu yanafanana tu lakini interest sio moja na wala hatuko watu wamoja. Hao ni majirani tu. Kwa hiyo Wanyamulenge, koma akili. Mkuwe watu wazima, msikuwe mnadanganywa kama watoto. Vita imetuchosha. Hao ndugu zetu depuis 1996 hao Batusi walitusaidia kanene. Walitusaidia kufukuza watu wetu kutoka kule maeneo ya Nganja, Milimba, huko Vyura, huko Mukatanga. Hiyo ndio walitusaidia kuwafukuza, kuwafanya wakimbizi, kubaua. Ndio gisi walifanya. Community zote za Wakongomani, milioni ya Wakongomani imekufa. Hiyo ndio misaada ya Banyarwanda. Eske tunahitaji hiyo misaada kweli? Jirekebisheni Wanyamulenge, mwache
mwache kuonyesha ujunga, mnatupatisha aibu. Sasa hivi Felix anaganye vita, anashinda, Mnyarwanda anamfukuza, Felix anakuwa juu, anakaa kwenye kiti cha ufalme, alafu nyinyi mngali mnatembea nyuma ya maiti, mnaifuatilia eti wasaidia. Atawasaidia nini jameni? Kagame mbona na yako amekwisha? Mnihurumie kwa kusema mambo mengi, ila inaniuma ninapoona Mkongomano naumia. Ninapoona ndugu zangu wanapotea, wanaenda upande mbaya, wanamfuata, wanaletea Wakongomano wenzao vurugu na vita na mauaji. Wanaaibisha jina yetu, mpaka natia aibu kusema mimi uko Mnyamulenge.